Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Tatembea na wewe. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ili Mungu akutokee lazima umjue sana. Si kidogo. Mungu hataki uwajue watu sana. Mwezi wa pili anataka umjue yeye zaidi. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Huu mwaka ni mwaka wa kutokewa na Mungu. Katika kila kitu utakachokifanya Mungu atajitokeza. Hata adui na mashetani wakitaka kukupiga kona, Bwana atajitokeza. Alijitokeza kwa Musa alipotezwa na Farao, baada ya miaka 40 alijitokeza kwake kama katika kijiti cha moto. Alimtokea Paulo, mtu mbaya aliyekuwa hafai, muuaji, akambadilisha. Akikutokea atakubadilisha. Atabadilisha hali yako. Ayubu 22 mstari wa 21. Kilio kiondoke kwako mama, upate amani. Nitasoma kwa jina la Yesu. Na kilio kinaondoka na maumivu yote yanaondoka. Ayubu 22:21 soma. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujilia. Amen. Baba, asante kwa sababu umesema utatutokea tukikujua Jumapili ya leo. Na tumekubali kuhama tulipokuwa. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Mungu anataka mwaka huu wa kutokewa na yeye umjue sana yeye. Upunguze kuwajua watu. Upunguze kukaa kwenye mitandao ya kijamii. Upunguze kushabikia mambo ya dunia. Amen. Atakutokea. Amina. Ukimjua yeye atakutendea muujiza kama alivyotenda katika harusi ya Kana. Yohana sura ya 2 mstari wa 1 na 25. Yesu tunayemhubiri ni mtenda miujiza. Ukimjua sana atakutendea muujiza. Soma Yohana. Nitasoma kwa jina la Yesu. Na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana. Mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwako. Mama alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akawaambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini nawe? Saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia afanyeni. Basi palikuwepo huko na mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kama desturi ya Wayahudi ya kutawaza. Kila moja anapata kadri ya nzio 2. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi ya maji, nayo wakayajaliziza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni, mpelekeni mkuu wa meza. Nao wakapeleka. Sikia nikwambie, Mungu anatendaga miujiza. Kuishi kwetu sisi tukishaokoka lazima tutembee katika miujiza. Ukimjua Mungu, muujiza utatendeka kama ulivyotendeka katika harusi ya Kana. Amen. Yesu aligeuza maji yakawa divai. Biblia inasema kama Yesu aligeuza maji yakawa divai, hata wewe unaweza kuamuru masikini uondoke na ukaondoka. Amen. Ukimjua tu yeye utaamini kama Bikira Mariamu alivyoamini na muujiza ukatendeka. Amina. Huu muujiza ulitendeka harusi ya Kana, lakini katika Biblia Yesu alifanya miujiza mingi. Na wewe ukiwa ni mtu wa kusubiri saa, wakati na majira ya Mungu kutenda, muujiza utatendeka. Amina. Ukimjua Mungu utamsubiri. Mama yake Yesu alisubiri wakati na majira ya Bwana. Amen. Yesu anamwambia mama, saa yangu bado. Na mimi nabii Olivia nakwambia saa ya Mungu bado, subiri. Amina. Haleluya. Amen. Ukimjua Mungu atakuokoa na kila mitego ambayo mashetani wanakutegea. Amina. Zaburi ya 91 mstari wa 3. Tusome. Kwa nini watu wa dunia hawanaswi? Wanamjua sana shetani. Nitasoma kwa jina la Yesu. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Hujai kuona mtu anaota ndoto mbaya, amejing'ata afu anaamka ameparalyze? Hiyo ni mitego. Ukimjua Mungu, ukawa na mahusiano mazuri na yeye, hata wakutegee bomu la aina gani, Bwana analitegua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesema atakuokoa. Ukimjua Mungu atakupa hazina za gizani. Amina. Kuna vitu vingi sana, kuna baraka nyingi sana
ulimwengu wa kiroho ambazo hazijaja kwetu katika ulimwengu wa mwili. Utazipataje? Atakutokea, lakini umjue sana. Umjue kupitia neno. Bwana asifiwe. Amen. Isaya 45 mstari wa 3. Kuna hazina, kuna magari, kuna manyumba, kuna mashamba, kuna karama na vipawa. Amen. Yaani wewe unaweza ukamponya mtu anayeumwa kansa. Wewe unaweza ukafanya mambo makubwa, ukaajiri, ukahubiri, ukajenga nyumba yako kwa hela zako mwenyewe, sio za mkopo. Wewe hazina za gizani pokea kwa jina la Yesu. Napokea. Isaya 45 mstari wa 3. Nami nitakupa hazina za gizani. Na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Ukimjua Mungu atakupa hizo hazina. Nilipomjua Mungu ndio leo ananitumia, ananiambia una shida hii, una uchungu, una pepo, una majini, ananipa roho wa ufahamu, karama ya kupambanua roho. Ukimjua Mungu atakupa karama ya kupambanua roho. Ukimjua Mungu, hizi hazina ni baraka zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni baraka zetu. Waliookoka ndio matajiri. Amina. Kuna mtu hajaelewa. Wewe unadhani ambao hawana Mungu ndio wanatakiwa wawe na fedha? Hata wewe pokea kwa jina la Yesu. Amen. Ukimjua Mungu atakupa hazina za gizani. Amen. Ukimjua Mungu atakuondolea roho ya hofu. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8. Alimwambia Yoshua, usiwe na hofu. Kwa nini una hofu? Hata mjusi akipita tu wewe tayari unaanza kukemea, toka kwa jina la Yesu. Kwa nini una hofu? Maisha yangu yatakuwa tu hivi. Hofu, nitaolewa kweli mimi? Miguu yangu yenyewe mibaya. Sura yangu yenyewe nzito. Mwambie jirani yako, Mungu atendi kama wanadamu wanavyotenda. Mungu atendi kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Una hofu, una mashaka. Hivi mimi nitalipa haya madeni? Hivi mimi nitaendelea kuishi hapa tu? Hofu ni kinyume cha imani. Ukimjua Mungu huwezi kuwa na hofu ya kitu chochote. Kumbukumbu 31 mstari wa 8. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia. Atakuwa pamoja nawe. Hata kupungukia wala hata kuacha. Ukimjua Mungu, Mungu anasema na Yoshua. Yoshua, nami nakwambia sio Yoshua. Oliver, wewe jina lako nani? Kasawara. Bwana anasema hivi, ukishamjua yeye, hata kuacha, hata kupungukia, yaani hata watu wakuache, Mungu akuache. Amen. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Anasema atakuwa pamoja na wewe. Kazini, kwenye daladala, usiku ukilala, atakuwa pamoja na wewe. Mungu anataka wewe uwe na ujasiri. Amen. Gideoni alikuwa jasiri. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 13 na 16. Mtu yeyote ambaye anamjua Mungu ni jasiri. Haogopi vita, haogopi giza, haogopi umasikini. Anaamini Mungu atafanya. Amen. Mwambie jirani yako, unaamini? Unaamini Mungu atafanya? Unaamini Mungu atabadilisha maisha yako? Haleluya. Amen. Haleluya. Ukimjua Mungu utakuwa mtoaji wa sadaka. Kuna mahali maombi hayawezi kukusaidia, sadaka ndio itakusaidia. Kuna mahali sadaka haiwezi kukusaidia, utakatifu ndio utakusaidia. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mahali ambako utakatifu pia huwezi kukusaidia, kufunga na kuomba ndiko kutakusaidia. Amina. Mwambie jirani yako uwe mtoaji wa sadaka. Uwe mtoaji wa sadaka. Kutoka 25, soma kitabu cha Kutoka 25:1-9. Wafalme wote walitoa sadaka. Bwana akanena na Musa. Akamwambia, waambie wana wa Israeli ya kwamba wanitwalie sadaka. Waambie nini? Wana wa Israeli wanitwalie sadaka. Leo nakuombea upate sadaka kwa jina la Yesu. Amen. Waambie, na mimi ananituma nikwambie, wewe sio mwana wa Israeli, wewe ni mtoto wa kinabii. Bwana anataka umtolee sadaka. Amen. Amesema waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Yaani mtu ambaye Mungu amempenda. Yuko hapa mbele unamwona mtu ambaye Mungu amempenda. Mungu anamwagiza Musa wamtolee mtu aliyependwa na Mungu. Wewe unasema wachungaji bwana, watolea wanakula sadaka. Mungu anamwambia watu wa Israeli wamtolee mtu aliyefanyaje? Ukimjua Mungu utasukumwa kutoa. Suleiman akamtolea Bwana.
Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 8:12. Hawa ni wafalme, ni watu walikuwa wanamjua Mungu, waliona faida ya kutoa. Ndipo Suleiman akamtolea Bwana sadaka za kuteketezwa. Unaona? Juu ya madhabahu ya Bwana aliyejenga mbele ya hukumu. Wachawi wanaenda kutoa kwenye vilinge vyao. Mwambie jirani yako, wewe unatoa wapi? Wewe unatoa wapi? Anza kutoa kwa Mungu. Anza kutoa. Sulemani alitoa sadaka. Sulemani alitoa. Musa alitoa sadaka. Musa alitoa. Wana wa Israeli walitoa sadaka. Wana wa Israeli walitoa. Alafu Mungu anataka utoe kwa imani. Mungu anataka utoe kwa imani. Ebrania 11:4-25. Mungu anapenda mtu anayetoa kwa imani. Kutoa muda wako wa kuja kanisani kwa imani. Unaamini? Ukimjua Mungu utatoa kwa imani. Ebrania 11:4-25 usisome. Ukimjua Mungu hautoamsha hasira ya Mungu. Kuna watu wengine wanaenda kuamsha hasira ya Mungu, anakupiga, anakugeukia. Isaya 5:25 inatuonya sisi kutokumkasirisha Mungu. Mungu huwa anakasirika. Nenda kasome Ezekiel 38:18. Tusome. Mungu huwa anakasirika. Akuachi ila anakununia. Mwambie jirani yako, amekununia. Mwambie amekununia. Ukimjua Mungu hautamkasirisha. Ezekiel 38:18. So itasoma kwa jina la Yesu. Itakuwa katika siku hiyo Gogu atakapokuja kupigana na nchi ya Israeli, asema Bwana Mungu, ghadhabu yangu itapanda katika mianzi ya pua yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usitamani hasira ya Mungu iwake. Ukimjua Mungu utasubiri wakati wa Mungu. Yesu akawaambia wakujue wewe Mungu wa pekee wa Bwana wetu Yesu Kristo na ile uliyemtuma. Waraka wa kwanza Yohana 2:17. Ukimjua Mungu utakaa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimjua Mungu utaheshimu watu wengine. Mithali 31:25. Ukimjua Mungu utamkumbuka Mungu, maana yeye ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Amen. Uheshimu ibada, yaani maisha yako yote uishi kwa kumtukuza Mungu. Uwaheshimu watu, uheshimu ibada. Kumbukumbu 8:18. Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kwenda kwenye biashara. Kwa nini wewe haumkumbuki? Ukimjua utajua ni yeye ndio anayenipa nguvu. Kumbukumbu 8:18 soma. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Unaona? Ili alifanye imara agano lake aliyowapa baba zako kama hivi leo. Yaani wewe hizi kazi unazozifanya sio kwa nguvu zako, ni kwa nguvu za Mungu. Mpigie Yesu makofi. Na ukimjua yeye ndiye atakupa nguvu ya kuamka kwenda, au atamtuma mtu anayetakiwa kukupa hiyo kazi. Ukimjua Mungu utakubali kufundishwa na Mungu. Amen. Isaya 48:17. Kuna faida ya kukaa na Mungu. Watu wengi wanakuona wewe ulivyookoka unapoteza muda. Au potezi muda, mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimjua Mungu utakubali kufundishwa na yeye. Isaya 48:17. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Unaona? Nikuongezaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Ukikubali kufundishwa na wanadamu, wanachoka, wanakuacha, wanakata tamaa, wanagairi kukusaidia. Lakini ukikaa chini ya miguu ya Mungu na watumishi wa Mungu wakakufundisha neno la Mungu, ukikubali kufundishwa na yeye atakutokea. Kubali kufundishwa na Mungu. Alafu Mungu anaweza akakufundisha kwa matukio. Akakufanyia vitu fulani. Shida sio kwamba akupende, anataka umjue zaidi. Mwambie jirani yako, mjue Mungu zaidi ili uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjua Mungu utaomba roho ya hekima. Mungu alimpa Adamu akili. Hata Adamu alikuwa anaangalia wanyama, yeye ndio aliwapa majina. Naomba Bwana akupe hizo akili. Naomba Mungu akufungue ufahamu wako. Amen. Naomba Mungu aondoe uzito ulio katika akili yako. Naomba Mungu akupe watu sahihi katika maisha yako. Pokea kwa jina la Yesu. Sika kichwa chako, sema Bwana Yesu,
Fungua ufahamu wangu. Fungua akili yangu. Akili yangu ipate kibali katika jina la Yesu. Akili yangu iwaze kama wewe katika jina la Yesu. Mungu akupe akili nzuri. Timotheo wa 2:1-7. Lakini Mungu pia anataka wewe unayemjua Mungu uwe mvumilivu. Wagalatia 5:22-26. Lakini Mungu anataka wewe ambaye unasema unamjua yeye uvumilie maudhi, kero, masumbufu. Wewe ambaye unasema unamjua Mungu ukatae uzinzi. Uzinzi unaondoa kibali, unaondoa ulinzi. Uzinzi umesababisha watu wengi leo wamekufa kabla ya wakati. Umeleta magonjwa, umeleta familia kusambaratika. Uzinzi ni kama ulimi, ni kitu kidogo sana lakini kinawasha moto, msitu unaungua. Haleluya. Kataa kwa jina la Yesu. Wakorinto wa kwanza 6:18-20. Soma Wakorinto wa kwanza 6:18-20. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Zinaa unamhuzunisha Mungu. Wewe utafurahi kwa muda, lakini unaharibu kitu kikubwa. Ni sasa umechukua maziwa fresh ukatia malimao. Mwambie jirani yako, utakunywa hayo maziwa? Yatakuwa nini? Mtindi. Kwani umeamua utengeneze mtindi katika maisha yako? Jipigie makofi, maana roho ya uzinzi imekimbia leo. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kunywa. Yaani sasa uchukue makande na bamia na kitimoto uchanganye ule. Unaweza kula? Ukizini ndivyo unavyokuwa kama hicho chakula. Haitokuwa sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Hizo roho zinakamatwa katika ibada hii kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Mithali 23:27-28 imetukataza. Marko 4:21-34 imetukataza. Huwezi kurithi chochote kama unapenda mambo ya kulalala ovyo na kuchati na kuangalia picha chafu za ngono. Unavoilisha nafsi yako vitu vya dunia na vile vitu vinameza akili yako na ufahamu wako, nami nakuombea hayo maroho hayatapata nafasi katika maisha yako. Amen. Mungu ukimjua hataki uwe na hofu. Simama kwa miguu yako. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.